Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Jesus sababu gani ya nini mateso makali hayo? Ya nini mateso makali hayo? Ni pendo la Baba wa uwinguni, ni huruma yake kwa wakosefu. Kristo, kumbuka mateso yangu, uwache makosa, uwache dhambi, uwache makosa, uwache dhambi. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Msaada wetu kwa jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Tuombe. Ee Mungu, kwa upendo wako wa kibaba uliwaongoza wana wa Israeli katika safari jangwani, ukawafikisha salama kwenye nchi ulioahidia. Tazama, umetutuma ulimwenguni hapa kama wapitaji na wasafiri tulio njiani kuja kwako tulikotoka. Tunakuomba ushushe baraka yako juu ya watumishi wako wana familia wanaoomboleza sasa na kufunga safari ya kwenda kumchukua Mama Gertrude alipo ili kumfanyia ibada takatifu kanisani. Uwe kinga yetu katika hatari, pumziko katika tabu, faraja katika joto na mwanga katika giza. Utuongoze hatua zetu kadiri ya neno lako, wala uovu wote usitutawale. Nasi tunapotembea njiani tukumbuke ya kwamba tu wasafiri tunafanya maandamano takatifu ya kuja kwako. Tunakutukuza sasa tukiomba alivyotufundisha Bwana Yesu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Mama yetu alimtazama Yesu akisalimisha roho yake msalabani. Awe mama yetu, atuombee katika safari hii. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Katika mateso Mungu ataendelea kuwa baba yetu. Tumtukuze tukisema, atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Mama Gertrude apumzike kwa amani. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
benedictatuum mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Mwenyezi Mungu ametuita sisi tulio taifa lake tufike mbele yake kumshukuru kwa ajili ya maisha ya mama yetu Gertrude ambaye amemuita kwake. Tunyamaze, tuombe kimoyomoyo tukiombea roho yake ili Mwenyezi Mungu aweze kumlaki mbinguni. Iwapo alianguka kwa sababu ya makosa ya kibinadamu, Mwenyezi Mungu aweze kumsamehe. Tumuombee mama kwa ukimya. Mwenyezi Mungu utuhurumie, utusamehe dhambi zetu, utufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Tuombe. Ee Baba wa rehema na Mungu wa faraja, unatupenda kwa mapendo ya milele. Unageuza kivuli cha mauti kuwa mwanzo wa nuru ya uzima. Watazame hawa watumishi wako wanaoomboleza kifo cha mama mpendwa, mama Gertrude, kwa kuwa mwanao Bwana wetu Yesu Kristo ameshinda kifo chetu kwa kufa kwake na kuturudishia uzima kwa kufufuka kwake. Tunakuomba utujalie tumkimbilie hivi kusudi baada ya safari ya uzima huu wa dunia tuwekwe siku moja pamoja na mama yetu Gertrude, mahali ambapo machozi yote yatafutwa machoni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa ni saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Na raha ya milele umpe Ee Bwana, na mwanga wa milele Mama umwangazie. Gertrude apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Ee Bwana, Na mwanga wa milele umwangazie. Mama Gertrude apumzike kwa amani. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Simama, simama imara, jilinde, neno lake Bwana, uombe udasi
Simama imara, jilinde, neno lake Bwana imara, kesha kila siku, uombe utasimama. Milima yote na mabonde itayeyuka, neno lake Bwana imara, imara litasimama. Simama, simama imara, jilinde, neno lake Bwana imara, imara, kesha kila siku, uombe utasimama. Simama, simama imara, jilinde, jilinde, neno lake Bwana imara, imara, kesha kila siku, uombe utasimama. Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa neema. Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa neema. Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa neema. Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa neema.
Gyabonga ngomusa wako ngimangazwe ngozwelo lwakho Jesu gyabonga ngomusa wako ngimangazwe ngozwelo lwakho Jesu bonga ngomusa wako ngimangazwe ngozwelo lwakho Jesu bonga ngomusa wako ngimangazwe ngozwelo lwakho Jesu bonga ngomusa wako ngimangazwe ngozwelo lwakho Jesu wami gyabonga ngomusa wako Jina tukufu na furahisha linatutuliza, malaika mbinguni wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba, wakisema Ave, Ave Maria, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria, jina la Maria. Maria mama wa Mungu, tuombe kwa mwanao Yesu Kristu, tuombe kwa mwanao Yesu Kristu. Jina Maria ni jina tukufu, afurahisha, linatutuliza, malaika mbinguni wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba, wakisema Ave, Ave Maria, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria, jina la Maria.
lako siku zote lapendeza, wewe uliye mnara wa Daudi, wewe uliye mnara wa Daudi. Jina Maria Ni jina tukufu, lafurahisha, linatutuliza, malaika mbinguni wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba, wakisema Ave, Ave Maria, jina tukufu, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria, jina tukufu, jina la Maria. Jina lako siku zote lapendeza, wewe uliye malkia wa mbinguni, wewe uliye malkia wa mbinguni. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Nakiri makosa yangu, naziona dhambi zangu, unioshe niwe mweupe. Uniondole dhambi nitakase, unioshe niwe mweupe. Uniondole dhambi nitakase, unioshe niwe mweupe. Mimi kweli mkosefu, tangu kuzaliwa kwangu, mwenye dhambi kama tumboni mwa mama yangu. Uniondole dhambi nitakase, unioshe niwe mweupe. Uniondole dhambi nitakase, unioshe niwe mweupe. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Tuombe. Bwana, usikilize sala zetu. Sisi tunakuomba sana huruma yako, ili marehemu mtumishi wako Gertrude Blusa uliyemhamisha hapa duniani muweke katika amani na mwako pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, Na mwanga wa milele umwangazie. muziki kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, Na mwanga wa milele umwangazie. muziki kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, Na mwanga wa milele umwangazie. muziki kwa amani. Amina.
Kwa maana uzee ulio na heshima sio kama kitu cha kimwili wa wakati tu, wala kipimo chake idadi ya miaka, bali ufahamu ni kama mti kwao wanadamu, na maisha safi ni kama uzee ulio mtimilifu. Huyo alioonekana amempendeza Mungu, akapendwa naye, hata kipindi alipokaa katikati ya wakosaji akachukuliwa, naye akahamishwa, ili uovu usigeuzie nia yake, wala hila isimdanganye roho yake, mradi usihiri wa utukufu kufumba yaliyo mazuri, na uvuruvuru wa tamaa kupotesha akili zilizonyofu. Huyo alikamilika katika siku chache, akatimiza miaka mingi, kwa kuwa roho yake ilimpendeza Bwana. Akafanya haraka ya kuondoka katikati ya uovu. Lakini kwa habari ya waovu, hao huona lakini hawafahamu, wala hawatii mioyoni mwao neno hili, ya kwamba neema na rehema zina wateule wake, naye huangalia watakatifu wake. Hilo ndilo ya kutikizana. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu.
kuna yeye hata milele na milele. Yesu aliwaambia makutano, wote ambao hapa watakuja kwangu, wala yeyote akataye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote aliyonipa nisimpoteze hata mmoja, bali uwe siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, kwamba kila atazamaye Mwana na kuamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Injili ya Bwana. Sifa kwako Ee Kristo. Siku kama ya leo, saa zingine maneno ya kuambia wanafamilia inakuwa maneno ya kuambia wanafamilia si rahisi, lakini siku ya leo tumekuja kumshukuru Mungu na kumwambia asante kwa maisha ya mama yetu, kwa sababu ya maisha yake. Sote tuko hapa kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu asante. Kwa wale wameishi naye katika tangu maisha yake, hasa wanafamilia wanajua amekuwa nini katika maisha yake, na ikiwa kuna vitu ambavyo wamejifundisha kutoka kwake, lazima waendee nazo mbele, hasa zile nzuri, kwa sababu mara nyingi sisi binadamu tunaangalia makosa mengi ya watu na hayo faida, lakini lazima ile nafasi nzuri kwa kila mmoja hapa. Siku ya leo tunamwambia Mungu asante kwa maisha ya mama yetu, kwa sababu tunajua hapo kwa wale wenye haki aliishi maisha ya Kikristo, aliishi maisha ya mama. Wakati nilikuwa nasoma kitabu ile imeandikwa ile Mwonaye, inaonyesha ya kwamba alikuwa disciplined. Yaani unajua walimu wanakuwa yaani ikiwa mtoto aende shule lazima asome, maana hasa watoto wake wote wamesoma. Sijui kama kuna mmoja hapa alikataa kwenda shule kwa sababu mama alikuwa anapenda shule. Pia mama alikuwa anapenda jamii ama kijiji ambacho alikuwa anakaa. Sote wako hapa. Mara ngapi tunatoka nyumbani na geti zetu zinafungwa, hata kufuli na kifunguo naenda naye. Lakini tunaambiwa kifunguo yake, geti yake liko wazi kupokea kila mtu. Isipokuwa siku hizi wezi wamekuwa wengi, yaani jamii zimebadilika.
kila Mungu anajifungia kwake, yeye na watoto wake na familia yake inatosha. Lakini siku ya leo naye alikuwa moyo, alisaidia kanisa yake kwa upendo na amani kupitia kwa muda wake na pia kupitia kwa mali yake. Na zingine kuwa kiongozi siku hizi kanisa si rahisi. Umetupiwa maneno siku ya kilonga, lakini alitumikia miaka 7 kiongozi hapa kanisa, na sisi ndio tunasema asante, kwa sababu yale yote aliyokuwa anafanya ilipendezwa na Mungu. Siku hizi kupata watu wanaishi kama miaka yake ameishi 79 si, kwa sababu maisha yale ambayo tunaishi siku hizi ni tofauti na wale wengine waliokuwa. Je, tuulize ni nini imebadilika? Siku ya leo tunaambiwa kupitia Injili ya Yohana, yeye Kristo mwenyewe anasema, nitawapokea wale ambao Baba yangu alinipao. Lakini je, ikiwa nakupokea hapa duniani, umeishi maisha ya aina gani? Lazima tujiulize, mwishowe tuweze kusema ya kwamba tayari nimeishi maisha ya Kristo. Kwa ikiwa ni Waislamu waseme nimeishi maisha ya Kiislamu kwa zile kanisa ambazo sote tunaenda. Sababu nasikia siku hizi watu wengi kanisa kanda, maisha ya duniani tunaenda. Hata siku kama hii unaambia watu waenda waombe, nani nitakuja baadaye, lakini nani ni huyu anakimbia, kwa sababu anajua yule mtu alikuwa amejitolea kutumikia kanisa. Pia nakumbuka wakati ambao nilipigiwa simu, mama amepeleka sana, mama Ekali piga simu, Father uko wapi? Pia niko mbali, lakini anatafute mtu, na hapo wenzetu wakamshughulikia, kwa sababu huko wanasema jina la mama haitajulikana hapo. Na sisi wenye tulikuwa tunaenda kumtembelea na kutupatia stories za hapa Rwanda, kila baki hakutaki kutoka, kwa sababu anakuambia hiki kufanyia, nilikuwa nafanya hivi, kufanya kazi na hiyo pale ilikuwa ngumu, sisi lakini alijitolea moyo mnyofu kwa unyenyekevu wake wote. Maana ile baba ameacha hapa kanisa la Rwanda, wanafamilia mko na swali, je, nani atafika kutoka? Kwa sababu yeye ameonyesha Bwana amefanya kazi yake kwa upendo na amani. Hata wakati alikuwa hapo sawa, alikuwa anakuja. Sasa zingine anatuma watu wakuje kumpelekea kanisa, kwa sababu alikuwa anampenda. Je, sisi tumefundisha watoto wetu kumpenda Kristo? Ingawa siku hizi mtu akiwa amekuwa yani amefika 18 years na kumwambia sasa mimi najielewa, nataka kwenda ile kanisa mbaya na naacha kanisa yake, anaenda kule kuimba, kucheza. Lakini muhimu ni sote tunaalikwa siku ile, kwa sababu yeye sasa tunaambiwa hawezi sikiliza maneno ambayo tunasikia. Sisi tunasikia, lakini je, tunayachukuliaje? Je, huko nyumbani tunaishi maisha ya aina gani? Na najua ya kwamba kwa sababu watoto wake wamefanya yote kwa sababu ya upendo alioonyesha, na wamefanya kwa sababu wanajua ya kwamba ni kazi yao. Sasa wakati sisi tunao wapenda watoto wetu, hasa tunasikia kwa kitabu wanapata nafasi kusoma vizuri, alikuwa anapenda elimu. Ni mara ngapi sisi kama wazazi tunapenda elimu, kufundisha watoto wetu baadaye
watoto wetu wakiwa wamemaliza form 4, hapo umeisha. Namwambia mimi nimefanya kazi yangu, wewe endelea na kazi yako. Siku hizi tunaharibu kwa sababu watu kama yeye hawako siku, kwa sababu tumesahau Mungu, na Mungu ndiye anatuonyesha mwanga jinsi tutakavyoishi na wenzetu kwa upendo, kwa amani na pia kwa unyenyekevu. Lakini saa zingine tunaweka Mungu kando, tutamwambia tutakuja wakati tunapokuwa na changamoto, acha wakati wa furaha tuburudishie, tutamuona baadaye. Yeye anataka na wakati wa changamoto tunamkumbuka, naye anataka wewe ulikuwa na mtoto, sasa umekuja wakati wa changamoto. Tunaalikwa siku ya leo tuwe kama mfano wa mama Kituga alivyoonyesha. Penda kanisa yake na alisaidia kwanza. Ndio maana ni rahisi yeye kwenda, tunasema ni rahisi kwenda mbinguni zaidi. Sijui kama kuna hapa sote wako hapo wanaweza pinga kusema hapana, kwa sababu aishikilia imani yake. Je, sisi wako na watoto, wako na wajukuu, ni dini gani ambayo tunafundisha waweze kupenda Mungu, wakae naye kwa amani, ama wakiwa wanaanza kubadilika? Leo tunaambiwa tufanye yale ambayo tunayofanya iwe inapendeza Mungu, kwa sababu tunatembea katika giza sana. Tembea katika giza inamaanisha ya kwamba kuna vitu ambavyo tunavyofanya na hata yeye mwenyewe Mungu anashangaa. Kushangaa kwa sababu tumemweka kando, kushangaa kwa sababu tumepewa vyeo kama yeye alikuwa, lakini alikuwa mnyenyekevu, alitumikia kwa upendo. Na ni mara ngapi tunaopewa vyeo katika kanisa, katika kazi ambazo tunafanya, na tunaweka wenzetu chini, kuwaonyesha ya kwamba mimi ni yeye, mtajua mimi ni nani. Siku ya leo tunali yeye anatuambia ni watu kwa unyenyekevu, watu wa kufanya yale yote tunayofanya na inampendeza Mungu. Wewe jiulize, ni vitu gani nafanya vinampendeza Mungu? Je, nikiwa niko na mzazi wangu nyumbani, najua mnakuja wakati wa Desemba, hapo mnashughulikia wazazi. Wakati mkiwa mko Nairobi kwa parents day, wazazi hata sukari ya wanategemea tu baada ya kuja kutembelea nini. Lakini ukiwa naenda kwa mama, anakwambia mtu wangu huyu alipigia, mtu wangu anafanya hivi, hapo hivi. Kumaanisha kwamba hata sisi lazima tuwe hivi, wazazi wetu wakumbuke, ngoma zetu tuzisafishe. Mara ngapi sisi Mungu ametupea nafasi, tuko na pesa, lakini bado wazazi wetu wanaishi kwa zile ngoma za bado hizo za kazi ambayo anayofanya iwe inampendeza Mungu. Itakuwa rahisi yeye mwenyewe kusema niko tayari kuwapokea watoto wangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu yale yote tuliyofanya ilikuwa inampendeza Mungu. Siku ya leo hawezi kuwafariji wanafamilia, lakini sisi tunasema asante kwa maisha ya Roma, kwa sababu maisha yake aliishi maisha kwangu, aliishi maisha ya Ukristo, aliishi maisha ya familia, alipenda familia yake kwa upendo na amani. Kwa wale wote walikuwa nao na kumtembelea, alikuwa anawaombea kwa amani na upendo. Tuendelee kuombea roho yake ili pia wanafamilia Mungu aweze kuwafariji. Lakini ni nini sahihi angependa sisi sote tuwe tunafanya? Kwanza tuwe watu wa Mungu. Wakati tunapoona wazazi wetu wametuacha, ni nini tunaangalia? Kwanza tunaanza kuangalia ni nini yameacha.
hapo sasa tunaanza kupanga mpango jinsi utakayo uza hizo vitu. Lakini najua ya kwamba sote hasa wanafamilia, watoto wenye ameacha yote, kuna mahali pa kuishi. Hiyo iwe mahali pa kukutana, kuongea kama familia, isiwe mahali ya kuanza sasa kupigana. Mama anapenda kweli na wote, na pia Shetani wamependa tu watu wa imani, kwa sababu alishikilia imani yake mpaka mwisho. Na ndio maana ilikuwa rahisi hata mapadre kwenda kumshughulikia. Je, sisi ni rahisi? Tujiulize, imani yangu iko wapi? Na hiyo imani yangu ikiwa ni mtihani, nimeiachia watoto wangu. Ni mara ngapi sisi tunasali, tunaacha watoto wetu wamelala kwa nyumbani? Kuna siku unasema acha mlale, haina shida, waongeze blanketi, mimi naenda kuombea. Lakini swali ni yeye alionyesha watoto kwa siku ya leo, penda kushikilia imani yetu, na mwishowe anasema tu watu wa familia. Hizi kupata familia bado ziko na umoja, si rahisi. Siku hizi kupata familia zinakaribisha wote, si rahisi. Ikiwa kweli alikuwa anaacha geti yake wazi, kwa nini hata kama wakati tutakuwa tumeridhika iwe inafunga? Kumaanisha kwamba lazima kuwe na mtu anabaki, kwa sababu wengine hapa watoto kuna kazi ya kuona ya kwamba hapo nyumbani, hata sisi tukija kutembea tunapata kuna watu hizi mama kama siku ya leo, wakati anakufa watu wanafunga mlango, wanafunga gate, hakuna kuingia hapo tena. Na alipo siku ya leo, kuna vitu ambavyo wazazi wetu walikuwa wanafanya, siku hizi hazionekani, kwa sababu sisi tumeenda na dunia. Mnasema tunaenda na dini, kwa sababu yenye tuko nayo siku hizi ni wakati wa majira ya majenzi. Lakini majenzi ikiwa hawana ile inaitwa gospel values, hakuna mahali wataenda. Na ndio hizo values, gospel values mama alikuwa nazo na amefundisha watoto wake, na wakati na nyinyi watoto mtufundishe watoto. Na sisi Wakristo pia sote tunali tuwe hivyo. Ikiwa bado haujakuwa na nafasi kufundisha watoto wako zile zinaitwa gospel values, lazima turudi chini tujiulize kwa nini, ili mwishowe uweze kutembea kwa njia inayoonyesha. Kupoteza mtu saa zingine inakuwa ngumu, lakini anatufundisha ya kwamba sote lazima tuwe tayari na sote tuwe watu wa kunyenyekea. Wengine wanapoteza mtu wanaanza kuwa na hasira kwa sababu hawajakubali nini imetokea, lakini anamwambia hata kama yeye alikufa na akafufuka, anatupea matumaini ya kusema ya kwamba sote tutafufuka siku ya mwisho. Tuendelee kuombea familia na pia marafiki na wote waliguswa na maisha ya mama. Mungu awafariji, Mungu awalinde na aweze kuwapa nguvu kuendelea kufanya yale hiyo. Nasi tunatambia siku ya leo, muwe na nguvu, muwe na amani, kwa sababu tunajua tayari kwa kazi yale ambayo tulifanya tayari hapo mbinguni.
Tunakurudishia asante kwa maisha yako mama. Alikuwa ni mafundisho na upendo na amani. Alitufunza mengi katika familia zetu. Tuweze kuwa na upendo na amani zetu. Tunamwomba amani kwa upendo katika familia yake na pia katika familia zingine. Bwana tunakuomba. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ile ulitulinda siku wote, umetufanya tumeona siku hii, tunasema asante Mwenyezi Mungu. Naomba kwa ajili ya roho ya mama Gertrude ya kwamba ameanza safari yake kuja kwako. Naomba amani anapotembea akifika huko mbinguni. Naomba ya kwamba kanisa hili ambalo mama Gertrude alichangia kwa ukubwa, amefanya kazi yako, amejenga hata familia yake kupitia kwa hili kanisa. Naomba ya kwamba baraka zako Mwenyezi Mungu kwa niaba yako awatie familia yake, tupate wengine kutoka kwa hii familia kama mama Gertrude. Mungu nakuomba utusikie. Mama Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakabidhi mikononi mwako sifa na yote yako kwa kuwa wewe ni Mungu wetu. Baba wa mbinguni, tunakabidhi roho marehemu Gertrude mikononi mwako. Tunakuomba Baba, wewe umemchagua acha kikubwa wewe. Tunakuomba kwa unyenyekevu umweke mahali umemwekea, ili hata na sisi kuendelea atatakatifu. Mungu Baba, tunakuomba. Lord, we come to you this time of the day with a lot of gratitude in our hearts for the life of our mother Gertrude. We are grateful for all the lessons that we learned from her. Lord, as we prepare to lay her to rest, we ask you, Lord, give the family a lot of strength, give them strength to bear the loss of their mother. And also, Lord, we pray that you enable the family to feel, you enable the family to be able to stand strong, even after we have married her, till we shall meet her in heaven. Lord, hear us. Tuombe kwa ajili ya kanisa. Mwenyezi Mungu na tabia yako, nakushukuru Mwenyezi Mungu kwa Wakristo ambao wanajua kupokeza mashirika. Mwenyezi Mungu kufunga mpaka wako mtakatifu tunapoendelea kuomboleza. Pia Mwenyezi Mungu tunaomba shusha juu yote yako ya amani upate kukaa nasi tunapoendelea kuomboleza. Bwana tunakuomba. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunasimama mbele yako na roho mzito kwa kumpoteza dada yetu Gertrude, lakini tunajua wewe ndio mpenda vyote. Ulimchukua kwa sababu ulimpenda. Tunakushukuru kwa miaka yote uliyotupatia tukaishi na
umejaa neema, tumeacha jana mkono wako, tubariki. Angalia tuko na uzima kupoteza mama yetu, tufariji. Tupe mama mwingine, tupe upendo wako, tupe baraka, tupe amani. Utakayofungia njia zako, Bwana atakuomba. Tunakuomba utusikie. Bwana, tunakuomba sana maombi yetu yawasaidie watumishi wako wewe, ili wafutie dhambi zao na kuwashirikishe ukombozi wako kwa njia ya Kristo. Amina. Oh,
Family
Piga tu hivi. Enda na hiyo ama piga piga. Nyuma hivi.
vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe 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 vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia.
zako Bwana, vinainama vinainuka mbele zako Bwana, vinainama vinainuka mbele zako Bwana, vinainama vinainuka mbele zako Bwana. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, 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 viumbe vyote. Kila wakati naomba tutulie tuweze kuomba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, bali utuokoe na Mungu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa umbali huu umetufikisha tangu ulipomwita mama yetu Gertrude kutoka maisha ya hapa duniani. Tumeuchukua mwili wake kutoka aliko chumba cha maiti tukamfikisha kanisani kwa ajili ya ibada takatifu. Tunakushukuru kwa neema ambazo umetujalia kupitia kwa ibada tuliyoadhimisha. Kwa heshima tumeweza kumrejesha katika boma lake ili kuendelea na maombolezo na mipango ya kumsindikiza hapo kesho. Tunashukuru tukiombea roho yake aendelee kupumzika kwa amani.
Tunaombea wanafamilia wanapoomboleza pamoja na jumuiya na kanisa. Sisi wote tuomboleze tukiwa na matumaini. Tupe nguvu za kuendelea kustahimili msiba huu. Hata tunapoendelea tukumbuke kwamba sisi wote tuko wasafiri. Tuko njiani, siku moja tutakuja pale ambapo mama yetu ameenda, pale ambapo hakuna machozi wala kuomboleza. Tunakimbilia ulinzi wa Bikira Maria tukiomba aendelee kuwa mwombezi wetu. Tukisema salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Katika uchungu huu tuendelee kumtukuza Mwenyezi Mungu aliye Baba yetu, tukisema atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana tumaini kwa Bwana, ana uwezo wa milele. Tumaini ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, vinainama vinainuka mbele zako Bwana, vinainama vinainuka mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, 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 vinainama vinainuka mbele zako Bwana,